kitu ambacho hakina mashaka yoyote kwa sasa hivi ni kwamba Arsenal msimu huu watavaa medali mbili. Medali moja watavaa wakiwa wamebeba kombe, yaani wanavalishwa alafu wanapewa kombe. Medali ya pili wanaweza wakavaa wakiwa wamebeba kombe ama wasibebe kombe, 50-50 bado. Lakini ni uhakika Arsenal msimu huu wana medali mbili shingoni. Moja ina kombe, moja haina kombe. Mchezo wa jana wa nusu finali mkondo wa pili dhidi ya Atletico Madrid, Arsenal wakiwa nyumbani Emirates London pale. What a performance ya kiutu uzima, wamecheza kikubwa sana jana Arsenal. Kwenye maeneo yote timu ilikuwa na balance ya kutosha. Eneo la ulinzi, makosa ambayo Arsenal huwa wanayafanya hususan wakiwa wanacheza kwenye michezo yao mikubwa ambayo ina pressure. Defense line ya Arsenal huwa inafanya makosa sana inapokuwa kwenye pressure, hususan kwenye mchezo kama jana, lakini waliweza kuabsorb ile pressure ya opponent mdogo Atletico Madrid. Nazungumzia na coach Diego Simeone, wana mtu kama Alvarez pale mbele, yule mwanae yule anaitwa nani sio Simeone, wana mtu kama Lukman pale mbele, wana wachezaji ambao wana Antoine Griezmann, wana watu ambao wanaweza wakafanya kazi na wakafanya siku yako hiyo ngumu, lakini Arsenal wakaweza kuhimili na wakaweza kubaki kwenye structure yao, wakabaki kwenye muundo wao, wakiwa wanazuia, wakiwa wanashambulia, walifanya transition zenye akili. Kwangu ukiniambia ni mtaji man of the match jana alikuwa ni Victor Gyökeres. One of the performance ambayo mimi sijawahi kushuhudia kwa siku za karibuni kwa Victor Gyökeres kiukweli. Moja performance. Gyökeres jana alikuwa superb sana kwa heshima. Victor Gyökeres jana alikuwa superb mno, alikuwa na hold mpira, anafanya anapotaka, anakuwekea nyumba. Yaani Gyökeres anatembea na mwili na nyumba. Yaani jamaa na mwili na nyumba yake anatembea nayo. Kwa hiyo mpira mrefu kija anakuwekea bodi, unacheza na bodi, unacheza na nyama, unakula nyama, unatulia, either utacheza foul ama utamwacha aende. Na mara nyingi alikuwa na win foul. Kwa hiyo kwa umbile la Gyökeres na namna anavyoweza kuhold mali, mpira mirefu, mpira ya juu, it's obvious atakupa shida tu. Defense line ya Atletico Madrid jana haikuwa imerelax pale unapopiga mpira mrefu, kwa sababu ya Gyökeres alikuwa anawapa changamoto sana kwenye mpira ya aina hiyo. Arteta jana hakuwa na mapepe, alitulia. Mchezaji mwingine ambaye nimemuona jana alikuwa superb sana kwenye eneo la kiungo ni Matt Kelly. Bwana mdogo huyu amecheza vizuri sana. Hii mchezo wa pili namuona mchezo wa Fulham wa ligi kuu, Arsenal walishinda goli 3-0. Matt Kelly huo superb. Mchezaji mwingine Bukayo Saka, top performance. Yeye ndio mbeba maono, Saka ndio mbeba maono. Arsenal moyo wao ni Bukayo Saka. Yaani Arsenal eneo ambalo wakuwa threat wanapitia mara zote ni kwa Bukayo Saka. Saka is okay. Saka anaperform vizuri, anapokuwa kwenye kiwango chake. Ni ngumu sana kuwazuia Arsenal wasishinde mchezo au wasipate alama yoyote kwenye mechi. Arsenal wanakuwa wabaya sana Saka akiwepo. Wanamkosa Julian Timber kwenye eneo la pembeni. Ni pengo, lakini nafikiri haionekani sana kwa sababu tayari wale wachezaji ambao wanapata nafasi kwenye hilo eneo nao sio wabaya sana, kwa hiyo wamekuwa wana cover kwa kiwango chao. Kurudi kwa Saka kuongeza kitu kikubwa sana. Arsenal mko wanajiamini. Unajua kwenye timu kuna ule mchezaji ambaye akikosekana hata nyinyi wenyewe wachezaji mnasema tunafanyaje hapa, umeelewa? Alafu kuna mchezaji ambaye akiwepo wachezaji wenyewe pia wanamwaminia kwamba mshikaji sasa tunafanya kazi, lakini kule mbele kuna mtu anaweza kufanya kazi ikawa ina manufaa. Kwa hiyo Saka ni huyo mchezaji kwa Arsenal. Kila timu ina huyo mtu. Kuna Kylian Mbappe, kuna Lamine Yamal kwenye timu akiwepo. Hata nyinyi wachezaji mnaamini kwamba lolote linaweza likatokea, ama yeye anaweza kufanya chochote kile akawabeba. Kwa hiyo mentality mnakuwa mnajiamini sana, kiakili mnakuwa mko vizuri,
naweza mkafanya chochote kwenye mchezo mkiwa na mtu wa aina hiyo kwenye timu yenu, na kikosekana pia mnakuwa mna pressure hiyo kwamba tunafanyaje, mtu hayupo, vitu fulani havitatokea kwa sababu mtu fulani hayupo, kwa hiyo inakuwa kinyume chake. Lakini Arsenal wanaenda kucheza mchezo finali. Nafikiri mchezo wa finali ni mchezo ambao mgumu. Opponent yoyote atakayefuzu leo atakuwa ni opponent mgumu. Hata angefuzu Athletic Madrid, hata angefuzu, hata Arsenal finali wangecheza na Nottingham Forest, bado ni mechi ngumu, kwa sababu mchezo finali ni mchezo tofauti kabisa na mchezo mingine. Arsenal, kumbuka, wamecheza michezo ya UEFA Champions League msimu huu pasipo kuruhusu kufungwa mchezo wowote mpaka wanacheza mchezo wa finali. Wanatishia amani. Ukiwatazama wanapocheza mpaka hapa, mpaka mechi ya finali, wanatishia amani. Let's see Bucharest, tukutane Bucharest, tukutane, huenda lolote likatokea. Arsenal fans, congratulations, nawapa hongera. Tangu 2006 ni miaka mingi sana, mpaka leo wanaenda kucheza mchezo wa finali. Miaka mingi mno. Waache wanywe, waache wale, waache furahi. Congratulations tena Arsenal fans, chukueni maua yenu.